Usiku umejaa siri, na kati ya giza, mtoto mmoja aliyezaliwa na alama ya nyoka anabeba nguvu zisizo za kawaida. Hofu, huzuni na hatari zinaungana kwenye kila hatua yake. Kabla ya kuanza safari hii ya ajabu, usisahau kubonyeza subscribe na like ili usikose kila kipande cha hadithi. Okay, ushamaliza. Tuianze sasa simulizi yetu. Usiku ulikuwa mzito kuliko kawaida. Upepo ulivuma kwa sauti ya kuomboleza, ukitikisa miti mirefu ya msitu wa Kizinga kana kwamba ulikuwa ukiongea lugha ya siri. Radi ilipasua anga mara kwa mara, na kila ilipopiga, ardhi ilitetemeka kwa hofu isiyoelezeka. Ndani ya kibanda kidogo cha udongo, mwanamke mmoja alipambana na maumivu ya kujifungua akiwa peke yake. Jina lake alikuwa Rehema. Alikuwa ameachwa na dunia. Mume wake alifariki miezi kadhaa iliyopita kwa tukio la ajabu msituni, na tangu siku hiyo, watu wa kijiji cha Mwambashoka walianza kumtenga. Walimuona kama mwanamke aliyebeba mkosi. Hakuna aliyethubutu kuja karibu na kibanda chake usiku huo, hata aliposikika akipiga kelele za kuomba msaada. Mvua ilinyesha kwa nguvu, ikichanganyika na machozi yake. Hatimaye, kilio cha mtoto kilisikika, lakini kilio kile hakikuwa cha kawaida. Kilikuwa kizito, cha kina kirefu, kana kwamba hakikutoka kwa mtoto mchanga, bali kwa kiumbe aliyebeba historia ndefu ndani yake. Rehema alipomvuta mtoto kifuani mwake, alihisi baridi kali ikipenya mwilini mwake. Ndipo akaiona. Kwenye shingo ya mtoto kulikuwa na alama ilionekana wazi, alama ya nyoka aliyekuwa amejikunja, kichwa chake kikiwa kama kinatazama mbele. Alama hiyo haikuwa jeraha wala doa, ilikuwa sehemu ya ngozi yake. Rehema alifumba macho kwa sekunde kadhaa, akijaribu kuamini kuwa labda macho yake yalikuwa yanamdanganya. Lakini alipoangalia tena, alama ile bado ilikuwa pale, ikionekana wazi zaidi kila mwanga wa radi ulipopiga. Hofu ilimvaa, lakini mkono wake haukuweza kumwacha mtoto. Badala yake, alimkumbatia kwa nguvu, akamfunika kwa kitambaa chakavu na kuanza kulia kimya kimya. Wakati huo huo, nje ya kibanda, kitu cha ajabu kilitokea. Nyoka mmoja alitokea pembeni ya msitu, kisha mwingine na mwingine tena. Hawakuwa wakubwa wala wadogo kupita kiasi, lakini walikuwa wengi. Walizunguka kibanda kile taratibu, wakijikunja ardhini bila kutoa sauti yoyote ya hatari. Haikuwa kama walikuwa wanakuja kushambulia, ilionekana kana kwamba walikuwa wakilinda. Ndani ya kibanda, mtoto alinyamaza ghafla. Alifungua macho yake madogo, na kwa mshangao wa Rehema, macho yale hayakuwa ya kawaida. Yalimeremeta kwa mwanga hafifu wa ajabu, kana kwamba yalikuwa yakitafakari kitu ambacho hakikuonekana kwa macho ya mwanadamu. Siku zilivyopita, habari za tukio la ajabu zilianza kusambaa kijijini. Watu walisema waliona nyoka wengi usiku ule wakizunguka kibanda cha Rehema. Wengine walisema walihisi baridi kali ilipopita karibu na eneo hilo. Hakuna aliyethubutu kukaribia, lakini hofu ilianza kukua. Baada ya siku 7, mzee mmoja wa kijiji alifika. Alisimama mbali kidogo na kibanda, akapiga kelele kwa sauti nzito, akitaka Rehema atoke. Alipomtazama mtoto, uso wake ulibadilika. Alikaa kimya kwa muda mrefu, kisha akatikisa kichwa polepole. Mtoto huyu si wa kawaida, anaunganishwa na nguvu za kale. Maneno yale yalikuwa hukumu. Tangu siku hiyo, Rehema na mwanawe walianza kuishi maisha ya upweke zaidi. Hakuna aliyekuwa tayari kuwasaidia, hakuna aliyekuwa tayari hata kumwangalia mtoto kwa muda. Mtoto alipokuwa, alianza kuonyesha tabia zilizoongeza hofu ya watu. Alipokulia, nyoka waliokuwa mbali walionekana kujitokeza karibu na kibanda. Alipocheka, upepo ulituliza msitu mzima kana kwamba ulikuwa ukisikiza. Na alipokuwa kimya, kulikuwa na utulivu mzito uliotanda. Rehema alimpa jina Amani, akitamani angekuwa chanzo cha amani maishani mwake. Lakini kijiji hakumuita hivyo. Walimuita jina lingine, jina lililojaa hofu na chuki. Walimuita Snake Boy. Watoto wengine wakikuwa wakicheza, Amani alikaa peke yake,
Hakuna aliyemkaribia. Alijifunza kuishi na ukimya, na katika ukimya huo alianza kusikia sauti. Sio sauti za wanadamu, bali sauti za msitu, mioyo ya wanyama, minong'onono ya majani, na zaidi ya yote, sauti za nyoka. Hakuelewa kabisa alichokuwa akiisikia, lakini alihisi kuwa hazikuwa sauti za kumdhuru, zilikuwa sauti za kumlinda. Usiku mmoja, akiwa na umri wa miaka 7, Amani alidota ndoto ya ajabu. Alijikuta amesimama katikati ya pango lenye mwanga wa dhahabu. Mbele yake alisimama nyoka mkubwa kuliko wote aliowahi kumwona, macho yake yakiwa na hekima ya karne nyingi. "Usiogope," sauti ilisema ndani ya akili yake. "Wewe ni kiungo kati ya ulimwengu wawili. Siku itakuja na dunia itakuhitaji." Amani alipoamka, aligundua kitu kimebadilika ndani yake. Hofu aliyokuwa nayo ilipungua, na badala yake hisia ya wajibu ikaanza kukua pole pole. Lakini hakuwa anajua bado, hatari kubwa ilikuwa ikikaribia kijiji cha Mwambashoka, hatari ambayo ingefanya wale waliomkataa wamuone na macho tofauti kabisa. Usiku ulipoingia, kijiji cha Mwambashoka kilionekana kama kimebeba mzigo mzito wa hofu isiyoeleweka. Upepo ulivuma polepole, ukipenya kati ya vibanda vya udongo, na kila mtu aliyekuwa ndani alijifungia milango mapema kuliko kawaida. Tangu kuzaliwa kwa Amani, hakuna usiku uliopita bila watu kunong'ona majina ya laana na mikosi. Ndani ya kibanda chake, Rehema alikaa karibu na moto mdogo, akimtazama mwanawe aliyekuwa amelala sakafuni juu ya mkeka chakavu. Amani alikuwa na usingizi mzito, lakini uso wake ulionyesha kana kwamba alikuwa anaota ndoto nzito. Rehema alijaribu kumlinda kwa maombi kimya kimya, akijua wazi kuwa dunia ya nje haikuwa salama kwa mtoto wake. Asubuhi ilipofika, Amani aliamka mapema kuliko kawaida. Alitoka nje ya kibanda taratibu, akakanyaga udongo wenye unyevunyevu wa usiku. Msitu ulikuwa kimya sana, kimya ambacho kilimsisimua kuliko kumtisha. Alisimama pale, akifumba macho, na ndipo akasikia sauti zile tena. Sauti za minong'ono. Hazikuwa sauti za maneno ya kibinadamu, lakini ndani ya akili yake zilikuwa wazi. Alisikia tahadhari kama onyo. Alisikia hofu ya kiumbe aliyejeruhiwa mahali fulani msituni. Bila kufikiri sana, Amani alianza kutembea kuelekea upande wa sauti hizo, miguu yake ikiongozwa na kitu ambacho hakuweza kukielezea. Rehema alipogundua kuwa mwanawe hayupo, moyo wake ulidunda kwa nguvu. Alimtafuta karibu na kibanda, akaita jina lake kwa sauti ya chini. Hakuna aliyemjibu. Hofu ilianza kumvaa, akijua kuwa msitu haukuwa mahali salama kwa mtoto yoyote, hasa Amani. Wakati huo huo, Amani aliingia ndani zaidi ya msitu. Hakuwa na hofu. Kila alipopiga hatua, nyasi zilionekana kujifungua mbele yake na wadudu walitulia kana kwamba walimheshimu. Hatimaye, alimwona nyoka mdogo aliyekuwa amejikunja chini ya mti, jeraha dogo likionekana mwilini mwake. Amani alipiga magoti pole pole, akanyoosha mkono wake. Nyoka hakumshambulia, badala yake alijisogeza karibu, kana kwamba alikuwa anamuomba msaada. Amani aligusa jeraha lile kwa uangalifu, na kwa mshangao wake alihisi joto likitoka kwenye kiganja chake. Baada ya muda mfupi, nyoka alijikunja tena, safari hii akiwa na nguvu zaidi. Alimzunguka Amani mara moja, kisha akaondoka msituni kwa kasi. Amani alitabasamu kwa mara ya kwanza siku hiyo, akihisi furaha ndogo moyoni mwake. Lakini furaha hiyo haikudumu. Kijijini, kundi la wanaume lilikuwa limekusanyika. Mmoja wao alisema kwa sauti kali kuwa mtoto wa Rehema alikuwa ameonekana msituni peke yake mara kadhaa, na kwamba hiyo ilikuwa ishara ya mkosi unaokaribia. Wengine wakakubaliana, wakisema ni bora wachukue hatua mapema kabla kijiji hakijaangamia. Rehema aliporudi kibandani bila kumpata Amani, machozi yalimtoka. Alikimbia kijijini kuomba msaada, lakini hakupata uso wa huruma. Badala yake, alikumbana na maneno makali na lawama. Ameleta mikosi mingi tayari, mmoja wao alisema. Tusipochukua hatua, tutateseka sote. Maneno yale yalikuwa kama kisu moyoni mwa Rehema. Alijaribu kupinga, lakini sauti yake ilikuwa ndogo mbele ya hasira ya wengi. Wakati huo huo, Amani alikuwa njiani kurudi nyumbani. Hakuwa jua lolote kuhusu mkutano wa kijiji. Alipokaribia eneo la vibanda,
Alihisi mabadiliko hewani. Kulikuwa na uzito, kama hofu iliyokuwa imetanda juu ya kila kitu. Nyoka wawili walitokea mbele yake ghafla, wakijikunja kwenye njia yake. Hawakumzuia kwa nguvu, bali walionekana kama wanamuonya. Amani alisimama, akihisi moyo wake ukidunda kwa kasi. Ndipo akasikia kelele za watu. Alipojitokeza wazi, macho yote yalielekezwa kwake. Kimya kizito kilitanda. Watu walimtazama kwa mchanganyiko wa hofu na chuki. Amani alishika mkono wa mama yake alipomwona, akihisi mtisiko wa hofu uliokuwa umemjaza. Ndani ya akili yake, sauti ile ya kale ilirejea, ikimnong'oneza kwa upole, ikimwambia abaki mtulivu. Ardhi ilionekana kutulia, upepo ukapungua, na kwa muda mfupi, nyoka wachache walionekana pembeni ya kijiji, wakitazama kimya kimya. Watu wakarudi nyuma kwa hofu, wakaanza kunong'ona zaidi. Lakini uamuzi haukuwa umefanyika bado. Usiku ule, Rehema alijua kuwa maisha yao yangeendelea kuwa yale yale tena. Alimkumbatia Amani kwa nguvu, akijua kuwa kesho ingeleta mabadiliko makubwa, ama wokovu, ama maangamizo. Na mbali kidogo na kijiji, ndani ya msitu wa Kizinga, kitu kikubwa kilianza kuamka polepole, kitu ambacho kingebadili hatima ya Snake Boy milele.